Haleluya. Sasa leo tutajifunza mfumo wa nguvu za kiroho. Na katika mfumo wa nguvu za kiroho umegawanyika katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni wakati wa kustarehe, wakati wa kuenjoy, wakati wa kufurahia. Na eneo la pili ni wakati wa vita, wakati wa vita. Andika mfumo wa nguvu za kiroho. Na mfumo wa nguvu za kiroho na maeneo makubwa mawili. Nimesema wakati wa kufurahi, wakati wa kicheko, lakini kuna wakati wa vita. Na leo ninajikita mahali hapo kwenye wakati wa vita, ambapo itakuwa ni kipengele A, unaweza ukaandika vita ya kiroho. Sasa vita vya kiroho ni nini? Ni aina ya vita dhidi ya shetani na mafanikio ya mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumuuliza tu jirani yako, wewe ni mtu wa rohoni? Muulize tena tu kwa nguvu, wewe ni mtu wa rohoni? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa sisi watu tuliompokea Kristo, ile siku tu tuliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tulikwisha kutangaza vita muda ule ule na shetani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sisi ndio maana nimesema vita hivi vya kiroho ni vita dhidi ya shetani na mtu wa rohoni. Na mtu kama wewe uliyemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia ni vita baina ya shetani, mapepo, majeshi wabaya, magonjwa, matatizo na shida mbalimbali dhidi ya Mkristo, dhidi ya yule aliyempokea Kristo, dhidi ya mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini tafsiri nyingine ni vita ambayo silaha zake ni za kiroho zaidi na zinahitaji maarifa na nguvu za kiroho ili kuzitumia. Kwa maana hiyo, ili vita ambayo ni ya kiroho inahitaji maarifa na nguvu ili uweze kutumia zile silaha za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri nyingine ni vita ambayo haina mapatano wala makubaliano ya kusameheana au kuacha vita kwa muda. Kwa maana hiyo, kwa sababu sisi tuna vita dhidi ya shetani, dhidi ya wale mapepo mabaya, dhidi ya majeshi mabaya, tuna vita kinyume na wao, hatuna nafasi ya kukaa kujadiliana nao kwamba sasa hebu tusimamishe vita. Hakuna mjadala kati ya mtu aliyeokoka na shetani. Vita hivi vingine vya kawaida, kuna namna mnaweka mazungumzo. Sasa hebu vita tuviache kwanza. Tupishe vita kwanza. Tustopishe vita kwanza. Wanasema mazungumzo ya amani ili kustopisha vita. Sasa nataka nikwambie vita tulivyonavyo sisi havina mazungumzo ya amani. Havihitaji mazungumzo ya amani na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wakuri wanasema vita ni vita mura. Yaani maana yake swala la vita vyetu sisi na shetani alihitaji discussion ya kwamba tukae meza moja na shetani, tumwambie sasa shetani, nikwambie kitu, kwa kweli umelitandika vya kutosha. Sasa naomba unipe muda nipumzike. Tutaendelea baadaye. Hakuna hiyo. Hii vita ni vita mura. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu umekubali kuokoka, umekubali kuwa adui wa shetani. Na kwa sababu umekubali kuwa adui wa shetani, ni lazima upigane naye. Sasa bahati mbaya au bahati nzuri, vita hii kwa sababu umekubali kuwa adui wa shetani, ni lazima upigane naye na umshinde. Hakuna option. Hakuna draw. Kwenye vita vyetu na adui hakuna draw kama mpira. Kwamba ametoka moja basi kila mtu anaondoka na point. Hakuna draw. Hivi vita vya kiroho lazima mmoja ashinde. Lazima shetani akushinde au wewe umshinde shetani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa vita vyote vina mahitaji makubwa manne. Vita vyote hata hivi huko duniani. Hitaji la kwanza ni nguvu ya kupigana vita. Ni nguvu ya kupigana vita. Mahitaji muhimu katika vita ni nguvu ya kupigana vita. Jambo la kwanza. Jambo la pili, silaha za kivita. Hakuna mtu anaenda vitani hana silaha. Hakuna. Silaha ya kivita. Jambo la tatu, maarifa ya kutumia silaha na nguvu ulizonazo. Shida sio kuwa na silaha. Unaweza kuwa na silaha lakini una maarifa ya kutumia hiyo silaha. Sasa hivi ukimkuta mwanajeshi anaua kuku na bunduki utamshangaa. Au ameweka membe kwenye target ya bunduki. Hayo ni matumizi mabovu ya silaha. Si ndio wapendwa? Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuwa na maarifa ya kutumia zile silaha za kiroho. Jambo la nne ni uwanja wa kivita. Vita vikiwa vinapigana, wanajeshi kuna mahali maalum wanakuwepo kwa ajili ya vile vita. Kwa hiyo vita vyetu vya kiroho, uwanja wetu ni kukaa katika hali ya roho wakati wote. Ni rahisi sana kwa shetani kukupiga kama uko katika roho. Kama hujakubali
unapokuwa mtu wa rohoni, ni rahisi sana shetani kukupiga, ni rahisi sana shetani kukugeuza vile anavyotaka yeye na kukupelekesha vile anavyohitaji yeye. Haleluya.